Okay, virus hapa. Leo tunaenda kuona how hackers wanavyo-clone website ili kucapture credentials za victim wako kupitia social engineering attack na tool ya SeToolkit. Sasa kama hujainstall tool, utaandika tu sudo apt install SeToolkit and then utainstall. Sasa hii tool na run as a root. Sudo utamwandikia sudo su, kisha utamwekea na password yako ya Linux hapo. Kisha mwekea uta clear, then utamwambia SeToolkit. Okay, nitamwambia nitachagua namba 1 social engineering attack. Nitachagua website attack vector ambao namba 2. Nitachagua credential harvester namba 3, sorry. Web templates tayari na kwa ina templates zake kama Google, tutaona kuna custom import utaingiza kwa mwenyewe. Kuna site clone ambayo leo ndo tutaenda kuitumia, namba 2 ita clone site. Hasa hapa ita detect, itaingiza IP address ya machine yako ili irudishe connection. Yes, press enter. Sasa kinambia site hapa, ngoja hapa tuje Azam TV, nitachagua Azam TV login hii hapa, hii kama unavyoiona. Then utaikopi hii website, utaikopi. Baada ya kuikopi, utarudi katika tool yako hapa, enter URL to clone, utaweka hapa, utaiweka. Okay, itakwambia itajiclone, itachukua muda kidogo. Tayari. Sasa hapa utafungua another terminal. Kama kwa tunnel support utatumia Grok. Ni base kama hujainstall Grok. Ni vyema ukainstall Grok. Kama hujainstall Grok, utashuka chini kwenye comments au utanifuata inbox, utaambia jinsi ya kuinstall Grok. Nataka nijue wangapi hawajainstall, nifundishe jinsi ya kuinstall Grok. Ni very simple kwa ajili ya tunnel sharing, ili kumtumia victim wako ambaye. Hii inaonyesha hii ni same wifi na wako va same wifi. Utamwandika if config ni yangu nilikuwa hii IP address ambayo website ambayo tuliclone inawaka katika hii website. Haina haja ya terminal, utafunga. Sasa utarudi hapa victim wako. Okay, utaandika login, itajileta hiyo website. Utakuta website kama hii. Hii ina tofauti gani? Website na hii zina tofauti gani? Hii ni ya ukweli, hii ni ya hacker. Hii nikiandika hamna kitu kitakachotokea. @gmail au nimwandikie mfano bino@gmail.com. ya ukweli 1 2 3. Taandikia show, itanambia invalid login, try again. Pia kingine uangalie domain, uhakikishe kwamba ni ya ukweli na so hacker. Uangalie katika website, je, ni ukweli na tool na nini. Kama link unatumia sana Grok, ni rahisi kustambua kama ni victim. Lakini ukija katika ukweli, kaandika tu hapa bino@gmail.com 1 2 3 bino, nikalogi. Na haiwezi kunikatalia verify, haina kitu ulichonipeleka, haiwezi kunikatalia. Ni moja ya site mwewe kupelekwa. Hiyo ni fake site ya hacker, ni moja sign ya kutambua.
Lakini ukirudi katika kali machine yako utapata web cookie ambayo tayari password ni hapa 123 bino, ambayo parameter ambayo ni Gmail ni hapa bino@gmail.com. Sasa kama utabonyeza Ctrl+C utatengeneza ripoti, itakuwa saved. Sasa hapa nimeelekeza nini hapa? Hapa nimeelekeza jinsi ya kutambua fake sites. Ile ni simple. Kabla uanza kuandika email yako ukweli katika fake site ya fake site, hakikisha kwanza unatambua, kwanza unaangalia domain, unaangalia na vitu vingi. Lakini kama hii tool hii ambayo tumia method na same over wifi network, lakini kama utakumhack victim wako ambali utatumia Grow kama nilivyosema. Then utaingia website, utafuta URL shortener, shorten tena URL, then utatumia social engineering. Utakushatumia social engineering, then utaweza capture website information zake. Na sio, umeelewa? Okay, thank you. It's Mr. Virus.